Welcome watu wangu, karibu sana Mjengo Mwerevu podcast. Hapa ndio Miley Foolishness ina meet wisdom manzi, au sio? Koi, budasi tunajaa karibu sana mwanangu, kuambia hili mpya. Sawa, tusikize basi for episodes zetu zote. Twende kazi, Mjengo Mwerevu. Yes, watu wangu, it's another new episode na leo tuko hapa inaitwa Mjengo Mwerevu podcast, na hapa atudanganye akiangai batu ikianga na tunena kalaga ukweli. Leo mtakuwa mnasikia touches za Kiswahili, Kikamba, Kizungu, Kijaluo, yani wewe big up man. Na kama wewe ni mgeni, finya subscription button tusange pamoja mtu wangu, au sio? Chill out man. So, leo nataka tubonge story moja wadau. Nataka tubonge story ya mapenzi ya Kanairo. First of all, wachani tunawaambia tu ukweli. Wachani leo nifunguke. Wacha leo niwaambie ukweli. Wacha leo nifunguke. Kanairo hakunanga mapenzi. Mapenzi ya Kanairo ni survival tactic, my friend. Nairobi hakuna mapenzi, ni survival tactic. Si ni ukweli bro? Like, unajua ebu tupige hesabu ya umepatana dem, si ndio? Mna date. Let's say tu mna date, tu hamjapatana, mna date. Wewe na yeye. Ni kipenzi chako cha roho. Nukta 2 katika 01 namba 14 katika roho yako. Akiangiwa wenzi manya kao. Na sasa uko hapo. Now assume that udem ni wako. So mpange kwenda wapi? Kwenda out. Now hii out, let's say wewe plan zako ni kuchukua boda Kanduthi. Kanduthi ka Bolt. Mrembo apige hesabu, hiyo makeup, akia Mungu hiyo wig yangu ipigwe na upepo. No. Hata maybe hiyo wig amevaa ni expensive kuliko ile date tunampeleka. Saa ingine wanaume tunaumia bwana. Akiangalia wametuumia wanaume tunaumianga. Imagine unapeleka dem out. Kumbe hiyo out unampeleka amevaa wig expensive kuliko ile pesa unaenda kutumia kwa hiyo out. Unapata dem akapo tu na kuangalia tu. Sasa hiki king'ombe akianga ile etila ya wadhi, ya wadhi. Ni mjinga sana. But anyway, ni sawa. So, mpeleka out. It's a first date. Kwa hiyo first date, ni nini una expect kwa huyu mrembo? Juu wase wengi hujua character za msee at the unaona ile siku ya kwanza ya kudate. Ile siku menda out hiyo siku ya kwanza. Hapo ndo unajanga kumbe nyangawi inakulanga na mkono. Unajanga kijana, unakimeza kukula unalamba vidole. Uko sawa? Wewe sawa wewe kamwana? Hivi? We sawa. So after that, sasa imagine umepeleka dem hiyo out. Then akiona waiter anamweleza, "We bro ni aje?" First date surely. Hata kama ulikuwa unataka kuwa makanga ungesema basi. Instead of kuja naambie, "Hey babe, niitie waiter." Kitu kingine, unapeleka dem out. Akia Mungu after mmemaliza kukula, unajua mkimaliza kukula food, kuna chakula ambazo unafaa uoge mikono na kuna chakula haufai kuoga mkono. Wacheni leo niwafunze nao. Let me teach you one thing. Ukiipeleka dem out, kuna mara 2. Kuna chakula unafaa ukimaliza kukula unaoga mkono. Ukabamba mkono na esa. Na kuna chakula ingine ukimaliza kukula udhamba moko. Yani huwa kuna kuoga mkono. Kuna serviette kako pale, unapanguza tu lips kidogo, natumia yani very wacha niite very mimino ama miminiko. So, for example, chakula ya kwanza ambayo mkienda out na demu yako, afai ama amufai kuosha mkono. Ni chakula ambayo ni ya maana sana kwa wanaume, nyama choma. Huwezi niambia umetoka hapa
Umepeleka dem au tumekula nyama choma, alafu mnaenda kuoga mkono. Hiyo ni kudisrespect nyama choma. Nyama choma iko na standard. Nyama choma haifai kuogoa mkono mwanangu. Mbona waga mkono nyama choma wewe? Don't do that, man. Usikue fala. Usikue fu. Ndogambe we ndia. Na we ndao mama. Utaone. Nyama choma haifai kuogoa mkono. Ukimaliza kula tu nyama yako vizuri, a toothpick, toa uto tungeti. Imeweza kutoa tungeti, now. Chukua kale kasavieti kako mwanangu. Kanawaka kama kamekunjwa kama ka triangle vizuri. Unajua hao mawaiter wanajua kufanya kazi yao. Alafu kisha kachukua sasa, fanya hivi. Panguza lips zako vizuri. Kama kuna ndevu mingi kama zangu ndevu ziko za maana, unaangalia kama zimeguza kanyama mwanangu, unaambia bebe kuna kandevu na anakupanguza unaguza tu, alafu unakekelea hapo vizuri kama mtu msarabu, mtu amesoma, alafu sasa unaketi vizuri hivi. Na angalia demu yako sasa akistruggle na hiyo serviette, akipanguza lipstick, anapanguza inatoka blue na mixture ya nyama, anapanguza tufanye inatoka blue na mixture ya soup, alafu kuna kanyama hapo juu. That very, hiyo kitu maana ni disappointing. Lakini hii mapenzi ya Nairobi, okay. Kuna issue nyingine ya umependa dem mara ya kwanza, now you are dating. Wadau, hebu niwaulize tu swali moja. Let me just ask you. Madem mnapendanga wanaume pesa ama ni pesa zinafanyanga mpende wanaume? Hiyo swali nijibiwe. Wanawake, mnapendeanga wanaume pesa ama ni pesa zinafanyanga mpende wanaume? Jibu hiyo swali. Manake, let me tell you. Dem atakupenda vizuri wakati zile yani pesa ikiwa na flow. Dem atakupenda vizuri mwanangu. Pesa ikiingia dem atakupenda vizuri. Akia Mungu ile siku utakosa pesa, hiyo mapenzi yako na yeye inaingia flight mode, flight 504 JKIA direct to Kenya Airways, hiyo hadi Mumbai India. Na hivyo ndo simu zako zitakatwa, hivyo ndo ukipiga simu iko busy, hivyo ndo yani you've tried anything ona mpaka kuonza akiangalia wewe ndiye patiki ndo hakuna kitu. Hiyo ni kukosa pesa. Kitu kingine unajua bebe, let me just niwaambie kitu. Do you know, unasikia dema akikwambia, mimi napendanga serious man, mimi nataka mwanaume serious. Kumbe mwanaume serious baraka tu akuna kifungua gari, hata kama ni ya Uber, hata kama ni dereva wa Uber, baraka tu akona kifungua gari, hiyo tu ni serious. Wewe uko hapo umeangana seriousness yako, umeenda umeshindwa ikimtext kutoka asubuhi hadi jioni, ndio alikwambia anataka mtu serious. Just because demo alikwambia yeye anapendanga wanaume serious. Wewe umeenda umeshindwa asubuhi umemtext morning. Saa 4, saa 6, what for lunch? Umekula nini? Kidogo jioni, tifo sijui 10 cha saa 10. Kwani mko shule? Kwani wewe dem ni wapitia my friend? This is staff room. Akikwambia anataka mwanaume kwa serious, na maanisha mwanaume kuna kifunguo, hata kama ni dereva wa Uber, hata kama si yake, hata kama ni ya matatu na iko tu kwa mkono tu. Demo ataanguka na yeye. Unapatanga fala inakwambia, let me tell you. Unapatanga fala inakwambia, babe mimi niko busy. Kumbe mjinga ako busy akicheka status zako. Alafu akakwambia, babe mimi niko busy. Busy for nothing. Busy my foot. Busy mbeze ndia ngenge. Don't do that, man. It's not very good and it's not very affordable, man. Nigga. Bombo clat. Mapenzi ya Nairobi atakangi mtu akona roho nyepesi. My friend Omia. We my friend. Nishi date msichana. Kia Mungu acheni waambie. Nishi date msichana. Kumbe msichana. Story tuachia. Inauma.
Imagine uko na dem tu vizuri, manzo umekatia dem tu vizuri. Alafu dem hiyo jinga ya madem kusave msee na jina ya job yake si. First of all, kama utaki msee wewe mwambie tu mtaki. Story mingi wacha nazo. Wewe kama utaki msee mwambie mtaki. Now, umeenda umekatia dem. Kwa bahati mbaya ama kwa bahati mzuri unafanya kazi ya boda. Ama kwa bahati nyingine unafanya kazi ya Uber. Ama tu kimakosa tu kibahati mbaya unguzanga matunda. Huyo dem unajua hiyo namba atasave aje? Kama ni kasee andika kasee matunda ama kasee fruit. Kama ni Kamau andika Kamau boda. Kama ni Otieno masanduku. Kama umepata namba ya dem sasa hiyo alafu umeenda umemsave crush. Yeye amekusave kama wa boda, amekusave kasee wa matunda, kasee fruits. That's nonsense. Nairobi si ya wanyonge. Aki ya Mungu kwa Nairobi, mapenzi weka hapo kwa mfuko. Kuna chunda tu polepole kama miraa ama kama mogo kama naki. Kitakuramba. Hey. Anyway, hii ni Jinga Mwerevu podcast. Ni show mpya tunaanza mazee na bigger man kwa wale mazee mnazidi kutusupport, kutupia support, and kila week tutakuwa naangusha episodes na sasa nitakuwa na hadi na co-host. Nitakuwa na cost. Mseme mtaka niwaletee kadem kagani. Na mwandika mseme next mtaka tufanye chambling ya story gani. Mtaka tuchambue nini? Au sio? Jinga Mwerevu podcast. Hapa hatudanganyangi. Bye bye.